Okay bana, leo tunaanzia kwa daktari. Daktari amekuja kutoa taarifa kuhusu yule mzee kwamba hali yake haijakaa sawa na anahitaji kupumzika kwa muda mrefu sana. Wakati anatoka yule mzee, ghafla akaingia bwana kumwambia mama, hali ya baba inaendelea. Kisha mke wake akamwambia sikiliza, unafuata nini hapa? Kwanza toka nje. Toka nje. Ile bwana mkubwa afuata msikiliza, mmoja tu kujulia hali ya babangu. Nataka nijue hali ya baba iko aje. Sikiliza. Unajua ndio chanzo cha yote. Unajua ndio chanzo cha yote. Mama usiniguse. Haya mtoe nje huyo. Mtoe nje. Mama tafadhali. Ila mshaziki mama yake kamtoa Faris nje, kisha yule bibi akabaki anatuliwa hasira. Sasa kwa upande wa pili wake na Zaini wanakuja kufanya mkutano wa kula dili ambao nilikuwa na mapesa mengi. Ile bwana mkubwa yule kiongozi anamsikiza, hatuwezi kufanya dili lolote na nyinyi kwa sababu kuna mambo yameingiliana, tuko nje ya uwezo wetu, ila tutajitahidi kuja siku nyingine tuwaambie vitu vinavyoelekea. Bwana mkubwa zile kama sikiza, imekuwaje ghafla hivyo Kila mtu alishangaa kwa Karamu na anambia mbona imekuwa ghafla, ila Zaina akasema hivi, sikilizeni basi, kama mmetukatalia basi mimi naomba tuje na wazo la kufanya mkutano hadhara, mkutano ambao watu tutakuwa wanatuuliza maswali ili tujue ni nani atakidhi hivyo vigezo. Anambia sawa, hakuna shida. Sasa kwa upande wa pili bwana mkubwa alikuwa ameshana amekaa peke yake, anataka kusema, kisha akatokea demo akamwambia unaenda wapi? Anambia nataka nitoke nje tu mara moja. Anambia rudi ndani. Haya, kulikoni? Mbona umekaa kinyonge? Shabula mkubwa anambia sikiza, nimempigia sana dada ila dada ashiki simu. Sasa sijajua tatizo gani. Bwana huyu bibi anambia sikiza, tumia akili, hebu mpigie mara usinisikika. Sasa kampigia dada yake simu ile ikae naita tu. Sasa kwa pande wa pili na Zaini wewe na Karamu katoka nje. Kutoka nje Zaini kana wasiwasi mkubwa sana kwamba aidha kuna vitu ambavyo vimevujishwa afu watu wataki kujulikana. Sasa kwa pande wa pili kana kufanya mazungumzo, kulikuwa kuna shushu fulani vile kana sikiza ile mwongee. Ile bwana mkubwa ambaye sikizeni, lazima tujipange kwa awamu ijayo. Kisha baada hapo kila mmoja akaondoka. Kisha na ile shushu kana sikiza naye akasema sasa huyu bibi Sara kati anarudi nyumbani akutana na mtoto wake. Mtoto wake anajaribu kumuongesha ile mtoto alikataa na kukimbia zake chumbani. Kisha mama mtu Sara akamfuata yule mtoto chumbani kwake. Anamwambia vipi? Kulikoni mwanangu? Umekasirika kisema kwenda kumwona babu yako? Huyu dogo sema babu gani? Wewe unasema mimi sina babu. Mimi sina babu ulisema. Sasa kwa upande wa pili bibi Nadia alikuwa anamwombea mume wake dua ili aweze kupona mapema sana. Sasa kwa upande wa pili mfanya kazi alikuwa analia chai huyu bibi Nuru ili aweze kunywa iweze kumtuliza hasira na amweke sawa. Kisha bibi yake amefika. Ukiona shida yoyote utanijuza. Kisha bibi akanywa ile chai kidogo tu huku akitazama pembeni yake, alikuwa ashazoea kulala na Faris. Sasa Faris bado upande wa pili yuko klabu anapiga zake vitu vikali, yuko obvious. Sasa asubuhi yake ilipokucha timu alikuwa anaandaa sherehe kubwa, kisha kaambia watu wa muziki, hebu tafadhali naambeni mtoke. Sasa kikao kinaanza rasmi. Sasa kwa upande wa pili ule bibi na ule mchepuko wake sasa anazinguana, anambia sikiza unaenda wapi? Ule mchepuko anambia sikiza leo ni siku sherehe pale kazini kwetu, lazima nihudhurie. Ile bwana mkubwa anambia sikiza hautaweza kuhudhuria, unajua kwanza ndio chanzo cha yote. Ile bibi anambia sikiza hizo shida zako hazinihusu mimi, lazima leo nihudhurie kwenye ile sherehe, kwani ni mimi ni mgeni mpya naye karibisha. Ile bwana mkubwa alimind kinoma noma huku akipiga zile meza pale chumbani kwake.